Wanawake wengi sana ukiwauliza watakwambia hivi kuwa wanatamani kuolewa na wanaume wenye pesa. So mimi natamani nipate mwanaume ambaye ana pesa. Ili iweje? Yaani kwa sababu katika jamii mtu ambaye anaheshimika ni yule ambaye ana fedha. Kwa hiyo naamini kuwa atakapokuwa na fedha atapata ufahari. Unaanza sasa kuelewa sasa pointi yake sio fedha. Pointi yake ni ufahari. Watu wamtazame akiwa juu, akiwa anaonekana lifestyle ambayo anaishi. Ila ngoja nikwambie kitu. Unaweza ukapata huyo mwanaume ambaye ana fedha, alafu ukakosa ile furaha ya ufahari. Kwa sababu utajiri hauwezi kukupa furaha. Vile vile na umaskini pia hauwezi kukupa furaha. Bali furaha inasababishwa na wewe mwenyewe. Ndio maana kuna umaskini wenye furaha, lakini pia kuna matajiri wenye furaha. Kuna maskini ambao hawana furaha, lakini pia kuna matajiri ambao hawana furaha. Kwa hiyo furaha inasababishwa na wewe mwenyewe. Ndio maana watu wengine walivyokimbilia wakaolewa na hao wanaume ambao wana pesa. Lakini unakuja kuona kuwa akiwa na marafiki zake wanapiga story, wanacheka, wanaongea vizuri, anafurahi kabisa. Lakini muda huo akishafika mume wake, furaha inapotea. Ile raha aliyokuwa nayo ndani inaisha. Ni kwa sababu alipenda fedha alizokuwa nazo yule mtu, lakini hakuelewa kwamba yeye alipaswa awe makini na uchaguzi ambao anakwenda kuuchagua katika maisha yake. Unajua kuwa moja kitu ambacho kinaleta furaha katika maisha ya mtu ni kwamba, kwa mfano ukiwa umepanda nje mti, ule mti kwa unaumwagilia, lakini ule mti hauonyeshi ishara yoyote ile ya kupokea zile jitihada zako na juhudi zako. Watu wengi sana huwa wanavunjika moyo na wanajisikia vibaya. Na wakati mwingine ule mti huwa wanaung'oa na wanatafuta mti mwingine ambao wanaweza kapanda na ukaja kuwaletea matokeo mazuri. Ndio maana unakuja kuona kuwa huyu mwanamke akiwa na mwanaume wake anajisikia vibaya, watakuwa wanajibizana, lakini huyo mwanamke akiwa anaongea na mwanaume wa nje, utaona kabisa ana furaha, ana raha, anatamani kuendelea kumsikia. Ni kitu gani? Kwa sababu ya ile energy. Kwa hiyo kabla hujaoa au kuolewa, hakikisha mwanamke unayemchagua anakuwa na uwezo wa kupokea energy yako. Mwanaume unayemchagua awe na uwezo wa kupokea energy yako. Itakusaidia sana hiyo.